Habari zenu popote pale mlipo, karibu kwa taarifa zetu za siku za leo. CENTCOM yahitimisha awamu ya 6 mashambulizi Iran. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani imetangaza kukamilisha awamu ya 6 ya mashambulizi ya usiku kucha dhidi ya Iran, huku Iran nayo ikishambulia maeneo kadhaa ya Qatar, Bahrain na Kuwait kulipiza kisasi. Ripoti za hivi karibuni kutoka Iran zinasema usiku wa kuamkia Ijumaa Julai tarehe 17, Marekani imeshambulia uwanja wa ndege, kituo cha reli na madaraja mawili, ikiwaua watu 3. Kwa mujibu vyombo vya habari vya Iran, mashambulizi ya Marekani dhidi ya madaraja mawili katika jimbo la Hormuz yameua watu 3 na kujeruhiwa wengine 9. Nalo shirika la habari la Mer limeripoti kwamba kituo kikuu cha reli cha bandari Abbas kimeshambuliwa, ambako raia 2 walijeruhiwa, huku mashambulizi mengine wenye mji wa magharibi wa Bushehr yamejeruhiwa mtu 1. Mbali na Bushehr na Badr Abbas, tangu jana Marekani imeshambulia pia mji mkuu Tehran, Semnan, Hamedan, Hormozgan, Khuzestan, Lorestan, Markazi, Sistan na Baluchistan, na pia kisiwa cha Keshim kilicho karibu na mlango bahari wa Hormuz. Iran yajibu mashambulizi kwa upande wake. Iran imejibu mashambulizi hayo kwa kulenga maeneo ya kijeshi ya Marekani katika mataifa ya Bahrain, Kuwait na Qatar. Ripoti za hivi punde zinasema kwa alfajiri ya leo imeshuhudia wimbi la mkombora yakitokea Iran kuelekea kwenye taifa hilo dogo la Ghuba. Mashuhuda wamezungumzia kuhusika iliyotikisa mji mkuu Doha, huku mifumo ya ulinzi kijaribu kuyadungua makombora na droni nyingine za Iran. Mamlaka nchini humo zimetuma ujumbe wa tahadhari kwa raia kupitia simu za mkononi kuwataka kujitenga mbalimbali na maeneo yaliyo hatarini kushambuliwa. Inavyoelekea mashambulizi haya dhidi ya Qatar, mojawapo wa wapatanishi wakuu wa mzozo huo, yalikuwa majibu ya moja kwa moja ya mashambulizi ya Marekani dhidi ya madaraja ya miundombinu ya nishati na usafiri ya Iran yaliyofanyika tangu jana. Msemaji wa kamandi ya pamoja ya majeshi ya Iran, Ibrahim Zulki, alisema kwamba hatua yoyote ya jeshi la Marekani kutekeleza kitisho cha Rais Donald Trump cha kuyarupua madaraja na miundombinu mingine nchini Iran ingelifuatia hapo na hatua kali zaidi za ulipizaji kisasa. Meli za mafuta zikiwa zimekwama kwenye mlango baharini wa Hormuz kufuatia vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Siku ya Alhamisi, Iran ilishambulia tena Bahrain na Jordan, ambako Marekani imekuwa ikiweka vituo na majeshi yake. Hadi sasa hakuna undani na madhara ya mashambulizi hayo ya alfajiri ya leo, lakini mataifa hayo mawili yamekuwa yakikabiliana na mashambulizi ya Iran kila pale Marekani inaposhambuliwa jamhuri hiyo ya Kiislamu. Waziri Mkuu wa Iraq Ali Al-Zaid ameyalaani mashambulizi wa usiku wa kuamkia Ijumaa kwenye eneo la kaskazini mwa nchi yake lenye utawala wake wa ndani, Kurdistan, ambako droni moja iligunduliwa. Zaidi aliripotiwa akisema akiwa ziarani nchini Marekani kwamba nchi yake itaanza kuyang'anya silaha makundi ya wagambo, yakiwemo yale yanaungwa mkono na Iran. Drone nyingine ililenga meli ya mafuta kwenye pwani ya Basra, kusini mwa Iraq, kwa mjibu wa shirika la habari la nchi hiyo imetangaza. Kulingana na utafiti mpya wa kituo cha utafiti cha Pew nchini Marekani, China sasa inaonekana kwa matangazo chanya zaidi kuliko Marekani katika nchi nyingine duniani. Hii ni mara ya kwanza kwa shirika hilo kurekodi matokeo kama haya. Matokeo ya utafiti huo yanaonyesha kuwa maoni chanya kuhusu China yamefikia viwango vya juu zaidi kuwahi kurekodiwa katika nchi nyingi, huku mtazamo kuhusu Marekani kiendelea kuwa mbaya zaidi. Watu walioshiriki katika utafiti huo walisema kuwa hawana imani kubwa na rais wa Marekani Donald Trump wala rais wa China Xi Jinping, ingawa si alipata kiwango cha juu cha uungwaji mkono kuliko Trump. Ingawa Marekani bado inaonekana kuheshimu uhuru wa mtu binafsi zaidi kuliko China inaonekana kuingilia mambo ya ndani ya nchi nyingine kwa kiwango cha chini ikilinganishwa na Marekani. Kituo cha utafiti cha Pew kilifanya utafiti huo kwa kuhoji zaidi ya watu 42,000 katika nchi 36 kati ya mwezi Februari na Mei. Katika nchi 25 kati ya 36 zilizofanyiwa utafiti, watu wengi walikuwa na mtazamo chanya kuhusu China kuliko walivyokuwa nao kuhusu Marekani. Hii ni mara ya kwanza kwa kituo hicho ambacho kimekuwa kikifuatilia maoni ya watu duniani kuhusu mataifa yenye nguvu tangu mwaka 2002 kurekodi matokeo ya aina hii, kulingana na Jonathan Skedul ambaye ni mmoja wa watafiti walioandaa habari hiyo.
Waziri Mkuu Al-Fattah Al-Zaid alijadili ushirikisho wa muda mrefu na uwekezaji katika miundombinu ya mafuta na teknolojia na kampuni ya KBR. Waziri Mkuu Al-Fattah Al-Zaid alifanya mazungumzo jijini Houston, Texas katika makao makuu ya kampuni ya uhandisi na teknolojia ya KBR akiwa na waziri wa mafuta, waziri wa umeme, mwenyekiti wa tume ya ushauri ya waziri mkuu, washauri kadhaa na balozi wa Iraq mjini Washington. Katika mkutano huo, Waziri Mkuu Al-Zaid alieleza vipaumbele vya serikali na dira yake ya maendeleo na mageuzi ya kiuchumi kupitia kuongeza uzalishaji wa mafuta, kuimarisha uwezo wa Iraq wa kusafirisha bidhaa nje kwa kutumia njia mbalimbali za usafirishaji, kupanua uwezo wa kusafisha mafuta ghafi na kufikia hatua ya kujitosheleza kwa bidhaa za petroli, kemikali zitokanazo mafuta na gesi asili. Waziri mkuu alisema kuwa mazingira ya uwekezaji nchini Iraq yamefikia kiwango kinachowezesha kuvutia kusuluhisho la kiteknolojia na ushirikiano wa kifedha na kampuni za Marekani katika sekta mbalimbali. Waziri Mkuu Al-Zaid pia alionyesha fursa kadhaa muhimu za uwekezaji katika nyanja za nishati, uchimbaji madini na uendeshaji wa rasilimali nyingi za asili, pamoja na fursa pana katika sekta ya huduma ili kukidhi mahitaji ya wananchi wa Iraq na kushughulikia changamoto zinazokabili nchini. Waziri Mkuu alisisitiza kuwa serikali inaendelea kuimarisha utulivu na kukomesha uwepo wowote wa silaha nje ya mamlaka ya dola ifikapo mwisho mwezi Septemba mwaka huu. Pia alithibitisha utayari wa serikali kutenga ardhi kwa ajili ya uwekezaji katika viwanda na mtandao ya kemikali na mafuta kando ya njia ya kimkakati ya bomba la mafuta sambamba na njia ya mradi wa barabara ya maendeleo ili kuharakisha utekelezaji, kushughulika na uzalishaji, kukamilisha mtandao ya mabomba, kuendeleza rasilimali watu na kuvutia pamoja na kuendeleza zaidi utaalamu wa ndani. Pakistan yasema upatanishi wa Marekani na Iran umekwama. Pakistan imesema juhudi zake za kupatanisha Marekani na Iran zinakabiliwa na changamoto kutokana na kuongezeka kwa mivutano katika mataifa hayo mawili, lakini mchakato huo haujasitishwa. Akizungumza katika mkutano wa kila wiki na wanahabari mjini Islamabad, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistan Tahir Andrabi alikanusha madai kwamba Islamabad imechana na jukumu lake la upatanishi baada ya mvutano kuzidi. Aliongeza kwa mchakato wa amani haukomi kabisa, bali unaweza kusimama kwa muda kabla ya kuendelea tena. Kwa mjibu wa Andrabi, msingi iliyowekwa katika hati ya makubaliano ya Islamabad kati ya Marekani na Iran bado ipo na inaweza kutumika kurejesha mazungumzo pindi pande husika zitakapoona kuwa kuendelea kwa mivutano hakuleti suluhisho. Pakistan imezitaka tena pande zote kujizuia na kuepuka hatua zozote zinazoweza kuzidisha mivutano na kuhatarisha amani na utulivu wa eneo hilo. Pia alieleza matumaini kwa pande zote zitaendelea kujikita katika njia ya mazungumzo na diplomasia ili kutatua masuala yaliyosalia. Akizungumza kufungwa kwa mlango baharini wa Hormuz kufuatia mashambulizi ya Marekani na Iran dhidi ya kila upande, Andrabi alisisitiza Pakistan inatumaini hali itarejea kuwa ya kawaida haraka na kusisitiza umuhimu wa kuhakikisha usalama wa njia hiyo muhimu ya kimataifa ya usafirishaji baharini. Ni hayo tu kwa siku ya leo. Asanteni sana kwa kuwa nasi.